Habari ya asubuhi. Habari ya safari. Poleni na safari ndefu. Na kaka yangu pale nimemwona. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika warsha hii muhimu ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari pamoja na maafisa mawasiliano wa serikali kuhusu uandishi na uhamasishaji wa masuala ya nishati safi ya kupikia. Napenda kuipongeza Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Mfuko wa Maendeleo ya Mitaji yani UNCDF kupitia mradi wa Cook Fund unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya kwa kuandaa mafunzo haya muhimu. Hatua hii inaonyesha dhamira ya serikali na washirika wake katika kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi za kuaminika na zinazochochea matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini. Ndugu zangu, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika, imebeba ajenda nishati safi ya kupikia kuwa moja ya vipaumbele vya maendeleo ya taifa. Dhamira hii inalenga kulinda afya za wananchi, kuhifadhi mazingira na kuboresha ustawi wa jamii na kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia matumizi ya nishati salama, nafuu na endelevu. Kupitia mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, kama ambavyo viongozi wenzangu wamesema, serikali imejiwekea lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Lengo hili ni la kimkakati na linahitaji ushiriki wa wadau wote wakiwemo serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, asasi za kiraia na ninyi waandishi wa habari. Mabibi na mabwana, hata hivyo, mafanikio ya mkakati huu hayategemei uwekezaji katika teknolojia peke yake. Yanahitaji pia mawasiliano madhubuti, elimu endelevu kwa umma na kampeni zitakazobadili mitazamo na tabia za wananchi kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeandaa mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia ambao unaweka msingi wa utoaji wa ujumbe unaoeleweka, unaozingatia ushahidi na unaowafikia wananchi kupitia njia mbalimbali za mawasiliano. Amesema vizuri kaka yangu mzee wetu Mzee Muro, nyinyi ndio mnawajua watu. Na mimi ambaye ni muumini wa teknolojia ya habari, ninaamini nyinyi ni muhimili wa 4 katika serikali yetu. Kwa maana mkiibeba ajenda hii, maana yake itakuwa ni rahisi kuwafikia wananchi kwa lugha ambayo tunaweza kuizungumza na kuzingatia mahali mlipo. Hadi sasa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yamefikia 28.6 hivi kwa kaya. Hii inaonyesha ongezeko linalotia moyo, lakini bado tunayo safari ndefu kuelekea kufikia lengo la 80% ifikapo mwaka 2034. Ili kufikia azma hiyo, tunahitaji kila mdau kutimiza wajibu wake kwa ufanisi, hususan ninyi waandishi wa habari na maafisa mawasiliano ambao mpo mstari wa mbele katika kufikisha taarifa kwa wananchi. Ndugu zangu waandishi wa habari na watu wa mawasiliano, mnafahamu ninyi ni kiungo muhimu katika kueneza habari na taarifa zinazoweza kujenga taswira chanya au taswira hasi kuhusu jambo fulani. Uandishi wa habari ni taaluma yenye uwezo wa kujenga mtazamo na kushawishi maoni ya jamii kuhusu mambo yanayohusu taifa na jamii yetu kwa ujumla. Kwa kulielewa hilo, tunalo jukumu na tuna wajibu wa kujenga mtazamo wa kushawishi masuala chanya kwa kutoa taarifa sahihi kuhusu hatua mbalimbali tunazopiga katika maeneo tunayoyasimamia. Tasnia hii ya habari ina mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo. Na sisi kama watu wa habari tunahimizwa kuendelea kutumia majukwaa yetu kutoa taarifa sahihi kwa wakati na zenye mtizamo chanya kwenye jamii. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunalitendea haki taifa letu na watu wetu ambao wanatutegemea sisi katika kufikisha habari kuhusu mipango, utekelezaji, fursa na mengine mengi yanayoendelea katika mazingira yanayotuzunguka. Ndugu zangu, bara la Afrika ni bara lenye idadi kubwa ya vijana. Hii peke yake ni fursa ya kukua na kufikia viwango vya juu vya maendeleo. Lakini ili kufikia huko lazima tuwe na taarifa sahihi
na uwezo wa kutambua fursa zilizopo na kuzichangamkia. Upatikanaji wa taarifa sahihi unaendana na utulivu, amani na umoja unaoruhusu shughuli za maendeleo kufanyika bila wasiwasi na uhakika wa wawekezaji bila uoga na wa kupoteza kutokana na sababu mbalimbali. Ndugu zangu, mlimsikia Mheshimiwa Rais, na mimi naomba nikope maneno yake wakati akifungua mkutano wa mawakili wa serikali Arusha. Alisema wazi, Tanzania hii ni ya kwetu, ni kazi yetu kuijenga. Na nikope maneno ya Mheshimiwa Rais, alisema watu wanaweza kukusaidia kuibomoa Tanzania, lakini hawawezi kukusaidia kuijenga Tanzania. Ni kazi yetu sisi wanahabari, na nitoe wito kwenu nyote wanahabari kutumia kalamu na keyboard zenu kuandika taarifa sahihi zenye mtizamo chanya, zenye kulenga kutangaza fursa na kuchochea dhana ya uwajibikaji na uchapakazi. Tukiweza kuishawishi jamii kufanya mambo yenye tija, ikiwemo matumizi ya nishati safi ya kupikia, tutakuwa tumesaidia vizazi vya sasa na kuhakikishia vizazi vijavyo kesho iliyo salama na bora zaidi. Ndugu zangu, vyombo vya habari sio wasambazaji wa taarifa pekee, ni washirika muhimu wa maendeleo. Kupitia habari mnazoandika, vipindi mnavyotayarisha, makala mnazochapisha na maudhui mnayosambaza kupitia vyombo vyenu, mna uwezo mkubwa wa kujenga uelewa, kushawishi, kuondoa dhana potofu na kuhamasisha mabadiliko chanya ya tabia kwa jamii. Katika zama hizi za mawasiliano ya kidijitali, taarifa moja sahihi inaweza kuwafikia mamilioni ya wananchi ndani ya muda mfupi na kuleta mabadiliko makubwa kwenye jamii. Vivyo hivyo, taarifa isiyo sahihi inaweza kusababisha upotoshaji na kuchelewesha utekelezaji wa ajenda muhimu za maendeleo. Amesema vizuri mkurugenzi wa nishati mkurugenzi wa wizara anayesimamia mambo ya nishati safi. Tukikosea tu hapo wote tukasema ni nishati chafu, tayari wanaibuka wanaharakati wanasema nyinyi ndio tumewalea na hii nishati, sasa hivi mnaita chafu. Si ndio jamani? Kwa hiyo tunatakiwa tuchague maneno mazuri ili kuweza kusukuma mbele ajenda hii. Badala yake tunaita, mimi napenda kuita traditional way of cooking. Ni zile nishati ambazo tulikuwa tumezoea zamani, ambazo kwa kweli kwa zama hizi zinaturudisha nyuma kwa maana ya afya zetu, zinapoteza muda, lakini zinaharibu mazingira. Ndugu zangu, ni matarajio yangu kuwa mafunzo haya yatawaongezea maarifa na ujuzi wa kuandaa habari zenye usahihi, ushahidi na weledi wa hali ya juu, huku mkizingatia miongozo ya serikali na mkakati wa mawasiliano wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, natarajia mtajifunza namna bora ya kuandaa maudhui yanayogusa maisha ya wananchi kwa kuonesha mafanikio ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya nishati safi ya kupikia, ubunifu unaofanywa na sekta binafsi, pamoja na fursa zilizopo katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta hii. Ni kweli tunahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini mimi nafahamu na baadhi ya watu ambao mtakaa mnajadiliana leo na kesho wanafahamu kwamba sekta hii ya nishati safi ya kupikia ni fursa ya kiuchumi kwa vijana, lakini ni fursa kwa mama zetu. Kwa hivyo tukiweza kufungamanisha fursa hii na nishati fursa zilizoko na nishati safi ya kupikia, itatusaidia kuwashawishi watu wengi zaidi wahame kutoka kwenye nishati isiyo salama na kwenda kwenye nishati salama. Ndugu zangu, warsha hii natamani iwe jukwaa la kujifunza kwa kina kuhusu sera, mikakati na mwelekeo wa serikali katika sekta nishati safi ya kupikia na matumizi sahihi ya takwimu, pamoja na namna bora ya kuripoti kuhusu teknolojia mbalimbali zinazopatikana nchini. Maarifa hayo yatawawezesha kuandaa taarifa zenye ubora, zinazoelimisha na kujenga uelewa kwa wananchi. Niwasihi mtumie fursa hii kuuliza maswali, kubadilishana uzoefu na kujenga mtandao imara wa ushirikiano kati ya Wizara ya Nishati, Idara ya Habari Maelezo na washirika wa maendeleo, sekta binafsi pamoja na sekta binafsi na vyombo vya habari. Mimi nafahamu nyinyi mnayajua mengi, na hata wale wanaokuja kuwezesha na kutoa elimu, mjue tu hawa watu wanayajua mengi.
Natumai mjadala huu utakuwa two ways traffic, na sisi mtushauri na nyinyi tuwashauri. Lengo ni kujenga na kuhakikisha tunawabadilisha Watanzania ifikapo 2034 tutoke kwenye 28.6 tulionayo tusogee mpaka 80 au zaidi. Tunapozungumzia nishati safi ya kupikia, hatuzungumzii tu teknolojia ya kupika. Tunazungumzia afya za wanawake, tunazungumzia afya za watoto, uhifadhi wa mazingira, kupunguza ukataji wa miti, ustawi wa familia, ajira kwa vijana, uwekezaji, usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu ya taifa. Nimekumbuka tulienda kuzindua nishati ya umeme mahali fulani huko vijijini. Wakati nazungumza na wadau wakasema, mheshimiwa, mmetuletea umeme lakini mmeleta changamoto kwenye ndoa zetu. Nikauliza, jamani, kuna nini tena? Sema hawa baba siku hizi wanaangalia mpira mpaka saa 8 usiku. Zamani walikuwa saa 3 wameshalala. Kwa hiyo kila jambo lina fursa na changamoto zake. Na sisi tunawashukuru baba zetu, muendelee kutuwekea nishati safi ya kupikia. Pamoja na kwamba nyewe mnanufaika kuangalia mpira, na sisi tunanufaika kupika kwenye mazingira ambayo yako salama. Wizara ya Nishati ina matarajio makubwa kutoka kwenu. Mara baada ya kukamilika kwa mafunzo haya, kwa kuzingatia hilo, nitoe maelekezo yafuatayo ili kila mmoja wetu anapotoka hapa akaendelee na utekelezaji wake wa haraka. Kwa waandishi wa habari, nawasihi tuendelee kuandaa habari, makala, vipindi vya redio na televisheni pamoja na maudhui ya kidijitali yanayoelimisha wananchi kuhusu faida za matumizi ya nishati safi ya kupikia, fursa za uwekezaji, teknolojia zinazopatikana na mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia, na kuwezesha kuongeza kasi ya matumizi ya nishati safi kupatikana katika jamii yetu. Kwa maafisa mawasiliano wa serikali, na bahati nzuri wakati tunajitambulisha hapa nilikuwa na take note, kila mkoa hapa umewakilishwa. Nawasihi muhakikishe kuwa ujumbe wa nishati safi ya kupikia unaingizwa katika mipango ya mawasiliano ya taasisi mnazozitumikia. Aidha, kuendelea kushirikiana kwa karibu na Wizara ya Nishati katika kuandaa na kutekeleza kampeni za uhamasishaji kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, mikutano ya wananchi na majukwaa ya mawasiliano. Ndugu zangu, hasa maafisa wa mawasiliano wa serikali, kila wizara hapa ina akaunti zake za social media. Kila wizara, hata Wizara ya Nishati inazo. Na mkutano huu tuko watu zaidi ya 80. Mimi naomba mjipe homework kidogo. Hebu ingia kwenye akaunti ya Instagram ya Wizara ya Nishati, uangalie tuko 80, mkutano unatuhusu, watu wangapi wamecomment au wamelike tangazo linaonyesha kwamba tuna mkutano huu. Vivyo hivyo, wizara zenu zina watumishi kibao. Serikali hii imeajiri watu kibao. Hebu jaribu kujipa homework. Muangalie kwenye hizo akaunti zenu mlizonazo. Yaani hata watumishi wa TANESCO wako zaidi ya 1000, lakini likitoka tangazo la TANESCO au taarifa ya TANESCO kuna likes 3 na comment 1 na retweet 1. Inaitwa retweet au nini? Iko 1. Maana yake ni kwamba hata watumishi wa idara hiyo wenyewe hawapendi kazi zao. Hata sisi wenyewe hatuupendi mkutano wetu. Kwa sababu tukiangalia namna ambavyo tuna respond kwenye kazi zetu, kwenye hizo zinazoitwa social media ambazo kiukweli tunakubaliana ndio zimeteka habari za nchi hii, ndizo zinagusa watu wengi wa nchi hii, lakini sisi wenyewe kazi zetu hatuzisukumi. Na kuna msemo mmoja unasema uongo usipokemewa ugeuka kuwa kweli, na ukweli usiposemwa unaonekana hau exist. Ni wasihi sana tuende na move hiyo ya uandishi wa habari wa kisasa, na mkawasisitize kwenye hizo taasisi zenu, hasa taasisi za serikali, tupende kazi zetu,
Mimi naamini wengi hapa waandishi wa habari mnaniona huko, lakini mkiniona mnaniona kabisa, yani dada huyu anafanana na nishati safi ya kupikia. Si ndio jamani? Yaani unaniona kama nafanana na watu wa kilimo. Ukiniangalia tu unasema ndio yule dada wa nishati safi za kupikia, yule dada wa Wizara ya Nishati. Si ndio jamani? Kwa hiyo tujinasibishe na taasisi zetu. Mtu akikuona aone huyu atakuwa mtamisemi. Akikuona asema huyu atakuwa ametoka Wizara ya Afya. Kama ambavyo mimi nikiwaona hapa wengi wenu na wakumbuka kwa sababu ya umahiri wenu wa kutangaza kwenye vyombo vyenu vya habari. Mjipige makofi. Kwa upande wa Wizara ya Nishati, kitengo cha mawasiliano serikalini, kwa kushirikiana na Kurugenzi ya Nishati Safi ya Kupikia, na wasihi muendelee kuwapatia wadau taarifa sahihi, takwimu zilizohuishwa na ushauri wa kitaalamu ili kuhakikisha ujumbe unaotolewa unaendelea kuwa sahihi, unaoendana na sera za serikali na unachangia kufikiwa kwa lengo la 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Vile vile nitoe wito kwa washirika wa maendeleo, sekta binafsi, taasisi za tafiti, asasi za kiraia na wadau wengine kuendelea kushirikiana na serikali katika kuwekeza kwenye elimu kwa umma, ubunifu wa mawasiliano na kampeni za mabadiliko ya tabia. Mafanikio ya mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia yatategemea nguvu na ushiriki wetu sote. Na hili ni mzee wangu kwa vile uko hapa kutoka UNCDF. Hawa watu ninarudia kusema, mimi wamenivusha kwenye chaguzi mbalimbali. Naona kina dada Eunice pale. Akiamua kupaza sauti yake anafika mbali. Wanayo mawazo ya kufanya. Inawezekana wakapata changamoto ya funding kwenye mawazo hayo. Moja kati ya jambo ambao natamani mlijadili leo ni namna ambavyo mnaweza kwenda kutengeneza programu na vipindi mbalimbali. Mtapata vipi funds za kusukuma mbele jambo hilo? Narudia tena, mjadiliane namna ambavyo wao wanaweza kusukuma mbele ajenda hiyo, sababu naamini wanayo mengi na wanafikiria mengi. Huenda utekelezaji unakwamishwa na funding. Ndugu zangu, napenda kusisitiza kuwa kila mmoja wetu ana nafasi ya kuwa balozi wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kila habari mtakayoiandika, kila kipindi mtakachotayarisha na kila ujumbe mtakaousambaza unaweza kubadilisha maisha ya familia nyingi za Watanzania na kuchangia katika kulinda afya, mazingira na uchumi wa taifa. Na mwisho tujiulize swali hili. Katika safari ya kuelekea kwenye 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, je, wewe kupitia taaluma yako umechangia nini? Kwa niaba ya Wizara ya Nishati na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kuwashukuru sana washiriki wote kwa kuitikia wito wa mafunzo haya. Nina imani kuwa maarifa mtakayoyapata yataongeza ubora wa mawasiliano kuhusu nishati safi ya kupikia kuwa chachu katika kuharakisha utekelezaji wa mkakati wa taifa wa kukuza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na ninakutumai kwamba mtaenjoy kuwepo hapa Morogoro. Ni moja kati ya njia ya nyinyi kutengeneza connection, lakini kaka Kilakala, Mheshimiwa DC alisema tutakuja, tuko salama na tutaondoka kama tulivyokuja. Hapana. Tutaondoka na mchele wa kaa tule na bwana na mchele wa shingo ya mwali. Si ndio jamani? Lakini pia tutaondoka tukiwa tumetengeneza network. Sasa hivi mwandishi wa Shinyanga, naisema sana kwa sababu ni kwangu, basi ngoja nibadilishe. Sasa hivi yule mshindi wa tuzo ya nishati safi ya kupikia, nilikuwa namuuliza mkurugenzi, kapewa na nani hiyo tuzo? Mkurugenzi asema mimi mwenyewe sielewi, ngoja nije nimuulize. Mshindi wetu wa tuzo ulitakiwa uje ukae huku mbele. Natumai wote sasa tumemfahamu mshindi wa tuzo, na niwaambie kiukweli, tunaye huyo, nimemwona ni mshindi wa tuzo, amejitambulisha hapa. Tunao wimbo wetu wa nishati safi ya kupikia, ameimba kaka yangu Ben Paul. Lakini pia natamani tutatengeneza tuzo ya waandishi ambayo itasaidia kuchechemua jambo hili la nishati safi ya kupikia. Na uzuri sasa hivi hata upigaji wa kura si ni kidijitali. Kwa hiyo hakuna kusema nani amependelewa. Nyinyi fanyeni, sisi tutaona, tutapiga kura na tutakuwa tunakutana mara kwa mara kuangalia tumefikia wapi na lengo letu la nishati safi ya kupikia. Baada ya kusema hayo,
kwa sasa ninayo heshima na furaha kubwa kutangaza rasmi kuwa warsha ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari na maafisa mawasiliano kuhusu uandishi na uhamasishaji wa masuala ya nishati safi ya kupikia imefunguliwa rasmi. Mwenyezi Mungu awabariki sana.